leo tarehe 28 mwezi wa 5 2025 majira ya saa 6:30 kwenda 7 usiku tulipokea taarifa ya kusikitisha sana kuhusu ami yetu Sheikh Jabir Haidar Jabir, ami yangu, ndugu na baba yangu mzazi, ya kufariki kwake. Ami yangu alikuwa anaugua ugonjwa wa pressure pamoja na moyo. Aliwahi kuanguka mara kadhaa huko siku za nyuma, na iliwahi kumtokea kipindi na kipona, na anaendelea kutumia dawa kwa pause. Jana baada ya kupata taarifa hiyo, tulisikia kwamba au tulipata taarifa kwamba kuna baadhi ya taarifa kwenye mitandao ya kijamii na baadhi ya watu wakizungumza kuhusu ami yangu Sheikh almarhum Sheikh Jabir Haidar Jabir kwamba ameuawa, amepigwa, amefanywa hivi na mengi meneo, na kuna baadhi ya picha tayari zinasambazwa. Lakini kitu ambacho tunakijua kama sisi wanafamilia ni kwamba ametoka nyumbani mzima, ameenda kwake, ameenda kuonana na marafiki zake, amezungumza na baadhi ya watu, amewasiliana na baadhi ya watu mpaka muda huo ambao tunapata taarifa ya kifo. Lakini swala la kwamba ameuawa, amepigwa au amefanywa hivi na vile, na hicho kinachosambazwa kwenye mitandao ya kijamii, mimi nitawaomba tu wanajamii kwamba kwa nini tusisubiri kama sisi wanafamilia na ambao wana mamlaka ya kutangaza hivyo wakatuambia nini kilijiri kwa ami yetu. Kwa sasa tunawaachia jukumu hili polisi ambao ndo wametupa taarifa kwamba walimuokota ami yetu ameanguka sehemu barabarani, pembezoni mwa barabara, maana yake sio sehemu ya kutisha. Amemokota na wamemchukua kwa ajili ya uchunguzi wao wanaofanya, na tunasubiri majibu yao, wanatuambia nini, kama ameuawa kama anavyosema na jamii, amepigwa, amefanywa hivi na vile, basi inshallah tutapata taarifa hizo kupitia vyombo vya dola. Tusubirini na tuwe tuwatilivu inshallah. Ana kawaida ya kuzunguka mitaa tofauti, na kawaida yake hawezi kufika mida ya saa 7, hawezi kufika mida ya saa 6 usiku akawa hajarudi. Kawaida yake ikifika mara nyingi tu huwa anakaa phone, kwake ni phone, anakaa phone. Ikifika mida ya saa 1, saa 1:30 akiwepo mjini tu, basi utamsikia na waia nyumbani nakaa mbali phone, wacha niwahi mimi nikapumzike. Kwa hiyo huwa muda yake saa 1, 1:30, 2 baada ya Isha keshafika nyumbani na kupumzika. Lakini kwa siku ya jana tulisikia kwamba alikwenda nyumbani kwake alafu akatoka muda huo baada ya Isha, lakini kwa bahati mbaya kwamba hakutoka na chombo chake kilikuwa nyumbani kwake, na kawaida huwa anatoka na chombo chake. Lakini baada ya kutoka hapo kwamba tulisikia ameanguka, na tukapokea taarifa ameanguka njiani na kufariki. Lakini chanzo cha kifo chake nini amepatwa nacho, bado tunawasubiri vyombo vya dola watupe taarifa kwa mujibu wa uchunguzi ambao wanaofanya. Kwa mujibu wa polisi ambao walimuokota mwili wa marehemu, wametuambia wameokota maeneo ya Bumbuli Sudi, Kizimbani, baina ya Bumbuli Sudi na Kizimbani. Of course hatujapaona, lakini tumekuja kuiona maiti tayari imeshaletwa hospitali ya Mnazi Mmoja. Kwa hiyo wao ndo watakuja kutupa ripoti rasmi nini kimejiri kwa wao. Tulipokea taarifa kutoka kwa jeshi la polisi. Of course alikuwa na vitu vya elelezo vyake mfukoni mwake, ikiwa simu na vinginevyo ambavyo havijapatikana, fedha na vinginevyo vyote havijapatikana hivyo, lakini kulipatikana kadi ambayo ilikuwa na namba ya simu ya mtu wa karibu, ndio ambayo polisi waliwasiliana nayo na kupata taarifa hizo. Halikuwa hayupo kwenye harakati zake za kila siku. Harakati zake za siku ambazo amezielezea huwa mara nyingi baada ya Isha tayari yupo kwake amepumzika, na akichukua muda mrefu sana basi atakuwa kufika saa 4 nyumbani tayari ameshafika. Maana yake muda mwingi utamkuta huko maeneo ya Mji Mkongwe, na wamezoeleka watu wengi wanamuona Mji Mkongwe akitembea na marafiki zake wakizungumza, baadhi ya wakati anakaa Forodhani, baadhi ya wakati anakaa Malindi kule. Kwa hiyo ni mazingira ambayo anakuwepo muda wote, hajawahi kutokezea. Na hili ni swala kwetu sisi kulisikia ni la ajabu sana kusikia kwamba saa 6 za usiku amekutikana yuko Bumbuli Sudi. Lakini tunangojea vipi amefika Bumbuli Sudi, nani amempeleka na ilikuwaje, tunasubiria hizo taarifa. Ni kweli ulipokelewa mwili wa marehemu Sheikh Jabir Haidar Jabir. Inasemekana kwamba huyu Sheikh alionekana maeneo ya Kizimbani akiwa tayari ameshafariki. Ameletwa hapa majira ya saa 7 usiku wa kuamkia leo tarehe 28 mwezi wa 5 mwaka 2025. Mwili wake unaendelea kufanywa uchunguzi. Baada ya uchunguzi, taarifa za uchunguzi utakabidhiwa askari kuendelea taratibu nyingine.
Jina langu ni Fuad Muhammad Abdulrahman. Kwa huzuni kabisa tumepokea msiba huu na tumepokea taarifa kwenye time za usiku kwenye around ya saa 9. Baada ya kuona kidogo kupata taarifa hii tulishtuka kidogo, kwa sababu sisi wengine ni mwalimu wetu wametusomesha na wengine ni masahibu vile vile. Na kwa hakika kullu nafsin dhaikatul maut, kila nafsi itaonja mauti. Tumeipokea msiba huu kwa huzuni kabisa na masikitiko makubwa, lakini ni wajibu wa kila binadamu. Jina langu naitwa Masud Khamis Masud, ni mkaazi wa Kuhaji Tumbo mjini Unguja. Sheikh Haidar namfahamu toka udogo wake mpaka alipofikia ushekhe. Ni mtu alikuwa mtu wa watu, ni mtu anapenda sana dini na kajitoa sana katika dini. Kila unapomkuta maisha yake ni dini. Kwa hivyo yeye kajimalisha sana na watu, ana maingiliano makubwa na watu katika mji, na kwa kweli kuondoka kwake ni mtihani mkubwa kwa baadhi ya mambo katika mji. Mimi sina la kueleza zaidi, kwamba ni masikitiko makubwa kwa watu wa mjini kwamba ni mtu wa dini, na tunapata mshtuko kuona watu kama hawa wa dini wanaondoka, na hali ya nchi inavyokwenda, ni watu wa maadili, watu wanaotunza watu. Tunapata mshtuko mkubwa. Tumeipokea kwa hali ya masikitiko makubwa, na Mwenyezi Mungu ampeleke safari njema inshallah.